Welcome. It's Vigilance Day. We are discussing men. Remember, Honorable Jeff Madai categorically stating that the married are having two wives and others whose wives have a straight are single. Zingatia hayo maneno kwa kina. Ladies are finding it easy or better to be a second wife to a married man or a side chick to a married man than to be a wife to a separated man who is having baby mama dramas. And the reason is better be a second or a side to a married man who is having his wife do his washing. A married man who is having his wife polish his shoes, a married man who is having his wife iron his clothes, and a married man who is having his wife cook for him and make his bed. Then be a wife to a separated man who is channeling all his resources to his stretched baby mama. Yes, kids are a blessing. I understand this. And this controversial issue bear with my tongue is like we are having friends and I'm having also this problem between saving and eating. Saving is very important and you also got to eat to to live. So we are having friends. They are so cunning. Like amekwambia, I'm having a circle. Got to sukuma savings every day. So she didn't her business or his business didn't make much today. So what I'll do, he'll sukuma all his money to his or her savings, akuja mkule yako. Wewe ni mjinga, wewe hungependa kusave. Wewe ni wazimu, wewe huwezi kusave. It's about one to make their choices. Usiokolee mtu anakuchukulia tu ni mjinga, yeye ndiye mwerevu. It's about him. Let him save, then he can die, and then the savings can be used to buy his coffin and for his body expenses. If that's all he wants, what can we do? You can't change that. Okay, we were here. Then B, yes. When he's channeling all his resources, if the woman is not there for him now that he's in good health, don't think that when something happens and God forbid, it's when she can come and be there. If the man gets something, he belongs to his mother or he is with you. Marriage is not about the good moments. The good moments are easy. It's about those trying times. Yani kafika, see yewe, the separated man see wewe. He's not confiding in you like we are making this, so we are saving this. Even if I got my arm just got twisted a bit and I'm not working for 2 weeks, this is how we can survive. It's all about, yeah, kids come first. I agree, kids come first. But do you agree to stay there with him and you are ensuring him for those that trying times that can come and he doesn't confide in you? So you rather choose kama ni maraya kae kwake ukae kwako, mna meet, mnagonganisha zile vitu, mnagonganisha, kila mtu anarejea kwake, kila mtu akue. Friends are like savings. Even now I'm not I can't stay without some friends. Okay, I can be having money, but then this one morning you wake up and your leg is not touching ground, so you need someone you can raise, come and pick some milk from. Hata haina shida, but imeamuka hiyo siku imeamua haikanyangi chini. You need friends that you got in life. Yes, yeah, it is said as you approach 40s, as you need good friends. You need to surround yourself with true friends. Okay, here's my experience with incident number 2 with a separated man. He came with a vehicle. Maybe they know each other. A lady who has a cafe. Like he said, I've been looking for a mama for. Okay, the lady told him there is one I can check if she can do. She can come do it. Up to there, have you had anywhere he came looking for a wife? Did he drive? Have I said that he drive and came looking for a wife? No, he came looking for mama for. Then that day was good. I went did the washing. The only thing that I didn't find it
Cool. Why? You said imefunga HIV drugs. Take good care of yourself. You know, even to kwabia mfinye something that is resisting their afraid. You just need some claps. Take good care of yourself. Just, you know, getting into contact with other people's fluids also risks your so you can transmit in such a way, especially if you yourself you're having a wound and then you squeeze someone, pimples or rehoha. So that squeezing, I was why I wouldn't. No, you don't trust. You start being free with each other. That you have 10 tests and now you are so close to each other. Okay, that's the one. I did the washing. Yes, they pay me for some general cleaning. Yes, Mama was around. As for 1500, he paid me 1K because they will do it for a week or two, then somewhere. Very hefty, whatever. So, day number 2, I had. Okay, I said I had my dad injured. There is a way we went silent on each other, and this time the Rebecca man handles muted reasons I don't know why. So I needed to work seriously. So this day number 2, like it's me, checked. I was like, the cleaning isn't. There is no cleaning to be done. You mean after 2 weeks? And say like, oh, I lost your number. I did not keep the M-Pesa text, so I have not been having your number. But I have my finger injured. Have I mentioned so far he is at JC? So he told me, I told him like maybe because you told me you because and I'm injured my hand. I just my dad this time loud I was calling you come we go pick some munga. I told me like we won't pick some munga. We won't go pick him like you know how he sorted. My dad was seriously injured. Oku ilikuwa I'm even surprised God heals people. So this day he came. Hakunanga network yake. So after he talked to me nikarudi kwa nyumba. Ikabidi akuja anichukue bado. Tukaenda. But after the alikuwa tunaendea unga. Tukaenda kwake akaniambia you know how we'll have the unga. Kwa kwake before anything else to even get something he started telling me you know you can these bar businesses yes you can even have if one day you can keep a spa. It was just a business and all people are getting waxed, men and women. So immediately yes, waxing is just you know where we are heading. So he said that is injured, yes, wax me. Kuwa na shida uwezi okoka kabisa. We, shida ni baya. And so amesema waxing ni job dia huyo mimi. The waxing. Do I need to go to the details? But then, okay, let me get this, make this point. That is a one. Go to. So wajiri salimika sana. Wajiri will give you this sermon like so and so used to just say kibishana kidogo anapita kioko keke umebalikanisha kioko keke unatabiaje kioko mwisho she liked mentioning kwa mzaha tu alikuwa anapenda tu kuitana kioko. Mwisho yake akajaliwa ile kitu alikuwa anapenda kuitana hiyo ikakuja kwake. Anakwambia mwingine alikuwa mkikaka wewe korogo hana mugoroki wewe mugoroki wewe na ndio wewe kaka atele wa mugoroki huyo eka kile kitu alikuwa anapenda kusifu. Mwisho wake things mambo ni kukuja anakuja hata ni mtu mzima tu mtoto wake akaruka kichwa kile tu naita huwa kinakuja. It happens one day wewe ni mzaha tu but nature Satan najui jokes. Na wewe unasema tu ni mzaha. Unapenda tu kutamka maneno ya mzaha. Ina happen.
I'll tell you this other one. Hii alikuwa ni shida kila time. Kuna thina, kuko na shida, nje kuna shida, kuko na shida mingi. Kuna shida sijui tutaenda wapi. Mkikuta kuna shida. Hiyo shida alikuwa anapenda kusifu. So it came this one season ikamwamkia. Sijui nini kiliteketea kuka happen accident. Some mishaps. Ila shida sasa alikuwa anapenda kusifu. Alikuwa anapenda kusifu shida tu akiwa mzima. Ila shida sasa alikuwa anapenda kuita ikatua kwake and it camped in her house. Don't. Yeah, pia mimi hata nilikuwa sana kama kuko. Ama hata 8 kuna vile tukibishana na maswali za maadi mama anamwambia mimi sitaenda soko mimi nitaenda maid mmenizoea nifanyanga maid hapa. Do you know hiyo ilitimia? Nilikuwa nasema nikiwa hapa hizi early years before nifike sasa hapo wati naendelea kumaliza class 8 hapo nilikuwa sasa nimeacha kusema hivyo. Nilikuwa nimeacha hizi miaka. Nasema hiyo miaka hii ya kwanza na ili happen. Do you know what? My niece sasa maybe watu wakinisengenya alikuwa kadogo saa hiyo hakuwa anaelewa patikana sengenya nitaacha ile ulikuwa umeachia ndio kalikuwa kana shida kanakuja kaniambia na bado ni katoto. Do you know hapo hiyo nilikuwa nimekatalia form 1 hiyo form 1 ndio tu alikatalia mimi nilirudi na hata yeye mwenyewe aliacha shule. Nilijua kuna vile Mungu amemlipisha sababu mtoto anasikia wazazi wake kusengenya na kuja na shida akikwambia hiyo. So me, I was so much, she knows, I was telling her like go back even to a private school. You just finish for the sake of saying like I completed. No, mimi sikumfurahi hikia ati sababu alikuwa ananidhiriki afsa ikuwe hivyo. No, me, she knows. Yes, I knew. Nature tumaba mingi hivi unatamka tu kwa mzaha alafu itakuja kutumia. My God, help me to talk positively. Jitabiria mazuri na makuu hata kama hayatatimia at least utaumia, but these things on the negative you don't have to do anything like this is it. If you keep saying like I got a million, you okay, a miracle can happen but still you go to work towards achieving the 1 million. There you need to do anything. But do you know if you talk about bad things, you don't need to do anything, they just happen. Once kusema tini hakuna kitu no energy, no effort. Hiyo kitu baya unaita kita happen too. You don't need to have anything to do anything. So watch your tongue and train it to say positive things. Okay, yeah, I was there. I was used to me kono joti okora na keke ni de odobere ibe. The people I used to hear in groups that to read typing or doing videos in groups to select when to got 20 years, because mimi nikiwa 20 years hatakuwa na hii ya kudate wa baba. Sasa to select queens jo mnapatana tu kwa groups ukisema huyo atakudriboa. I didn't have an idea so far till this recent experience. I had not seen anything that could drill me a borehole. It's my safe nature. I have seen nobody come to see Jogoza, but kuona I count is very 10. I haven't seen anything that can drill someone about it. Atakafanya mtaro au ni tusile kwenye tulikuja na hiyo course tumeona vitu zinaweza fanya mtu mtaro. Mimi sikuwa nimeona. I had seen inches in terms of height but not in thickness. Sasa ide nimeenda waxing. Mungu alikuwa ila neno nimekuwa nikifanya videos nasema maana type that married man would just want to drill your borehole, then he lives and escapes back to his way. I had not seen anything that can drill someone a borehole ama kufanya mtu mtaro. Side nimefanya waxing. This is recent. We are talking about this is hey, I even told him how
never seen something so thick. If you haven't, only Slay-Queens will relate. Slay-Queens, I've seen them. But if you haven't, you won't relate. You won't believe. Tip, it's like here. It's not felt all, but now the basement, yeah, basement where's the base, where's the surround na your my. So ni literally you can only jifungua once. Mwanamke anaweza tu jifungua once in a year. Literally. But when you now take such a man, ni kama tu unajifungua kila usiku. That's not the problem, because if you are, he has married you and you know you are his wife and he's impacting your life, that is no problem, you'll be with it. Kwani hata isipofanyika mtoto inakusaidia, na utasema hata isipofanyika mtoto inanisaidia na nini, so utagrade hiyo uone vile utabadilisha maisha yako. Sorry. But sasa shida ni okay, after hiyo siku kesho hata kama nimeadhaba after the scene, after hizo madhabi nikaso clothes, kesho yake nikaenda nikafua. This other day I was so serious, ndio nimeingia nikamwambia Miko. Sasa niliona jana yake alikuwa amedanganisha, haku agree with the unga, hakunipea, it means sponsor had muted, so nenda tu nikiwa stress. Sasa chai staki, nikafanya zile washing. Sasa kufanya washing kumaliza cleaning, tumekaa hapo atafunguka akasema, unaona hivi umenifanyia leo dola. Nikapigwa simu niambia mtoto wako anahitaji kitu, hata siwezi kulipa. I was like, these are the separated men, this is how they can, because mtu aliyekuja kukufulia si ati ni Charlie wa Ruto ati ako na everything, so alikuja kufua kuza kuna everything, alikuja kufua kuza pia yeye kuna shida zake. Even if ati yes umepigwa simu na umeambiwa mtoto wako anahitaji kitu, inafaa tuongee, uniambie yes I was to pay you 1000, nitakulipa 500 nikopeshe nishughulikie huyo mtoto, alafu kesho, ama kama wewe shida yako ilikuwa chakula na niko na unga, aniambie nitakupea unga ini yes itumike kwa mtoto. But nikaona mtu very selfish, and that's the man. Even the other alikuwa tu inasema hivyo, yani wewe si mtu hadi yule they say that we just come together. Huyo hiyo sababu tu kujuana sana. Unajua me don't fight back or argue back. Akianza kusema this atina tuna what, so me akisema mtoto wangu I only could ask him, so wako ndio watoto wa watu wengine, sio hawaangi watoto. Okay, now after hiyo siku sema nionyesha vile yeye ubeba watu, he discussed his kids and his mama way. So mimi nikasema it's the life, mimi naingilia wapi? So mimi tu na nimelipa. Yes, secure waxing. The waxing day I was so disappointed. So mimi alikuwa ameniambia tu ni kama spa. I expected to be paid. Do you know what? Alifanyisha hizo dhabi zote alafu aliniwekea tu ya time ya 50. Hata nilipomwambia wewe nikienda nyumbani saa after, nikamwambia wewe nilipe hadi nilikuwa hata sina ya time. I thought ananipea pesa, mimi nitajinunulia ya time, nilishtukia tu ati ameninunulia ya time ya 50. Na hizo madhabi. Umaraya hiyo kama hiyo says daka. Jo unakasarika unasema eti tu utokee kwa Inange, kwa siku Inange. Yes mwende mshipishane mmalizane. So see after hapo ndio saa mimi nikakadhabika na nikajua nikajichuna hapo. Mimi kidogo nikasikia ati ananiita au niko hapa. So sababu tulikuwa tumeongea stories za unga, mimi nafikiri ni kama ni unga ameniletea. Na kama si unga kwa sasa alikuwa ameanza kunionyesha ati kama ananipenda at least. Ile kudanganywa tu ya you also deserve to be loved well, like God, like this 20-year girl. So I'm thinking like huyu ananiambia utoka hata kama geti imefungwa hapa naona mwanya wewe kujia kuna KFC chicken. Nimekuletea ama nimekununulia this something good. Nimepita mahali nikaona nikuletee ka nyama nusu ya mbuzi. Yani he just calling me aniambia ati kuna mwanya naweza kushare hapo. Sasa nione mimi mwenyewe ati najifinyilia kwa mwanya twende kwa to just go in.
Like, what do men careers for? Mtu jana aliniambia hata uliva anza kunipea zangu, hawezi nipea, kwanza anaweza tumia his. Sasa kwanza ameona mjinga. That's this time I compared ile drila niliona. Sasa na mtu anaweza kuwa wazimu. Yaani wewe unaenda kudriliwa. Hiyo kitu inakufanya mtaro proper. Inakufanya a hollow thing proper. Kufanyika holo inaweza fanyika kama ni kuna ka plot park kwenda kuwekea nafikia anything. But unafanyika wewe yako ni kufanyika mtaro, pesa zisukume mwana mwingine. We said it's not just, you see how Esau sold his birthright, you can also sell your wife rights. Kama mwanaume ameamua anakupeleka kitandani, wewe ni bibi yake, na wewe ni bibi yake kabisa. Do you know what? Wale watu umelala na wao, maana ura woman hata hamkuoana, watoto wenu hawezi oana. This is in many tribes, like in all tribes. Kama mimi tume dinyana na wewe, you are a man, hatukuoana, alafu niko na kijana yangu hawezi oa msichana wako. Yeah, mimi ni kama sasa mama ya msichana yako, na wewe ni kama baba ya kijana yangu, sababu tulidinyana. Kama mwanamume ameamua anakupeleka kitanda, wewe ni kama, wewe si ati ni kama, not unless mnauziana na huko kwa barabara. Hiyo ndio hata sijui kama tradition laws zinafikia kujua. Wow, mlidinyania na huko kwa barabara. Wewe kwa nini kiteke gogona kiore wewe muka na muka fio sera cia nyuti ngegura na sigegura na no tole uko na kiaro itu ne, yani sigegura na ukoragwo na tonux kihiko-ini kiao kana maundu-ini mao. And that's why it's good, it's always good our kids inafaa wakuletee yule spouse or partner anataka kuama kuolewa. Ndio ya unaweza ulizia, alafu ujue hapo nilikuwa nimepita. Hutamwambia yale maneno kwamba it's because we had sex with the mother or the father. Kiona mzazi wako akikwambia achana huyo, kuna vile najua mkioane kutakuwa na nuks. Maybe walikuwa kama wame smash, you can't. So like you are telling your wife rights. See, mimi niko in control. I don't want to even to be in full control, but you're not confiding in me about your earnings, your expenditures. I'm just there kufanyika mtaro. Sasa zinasukuma mwana mwingine. Hey, say no to such relationships. Do not sell your wife rights. If a man decides like he wants you, he needs you, he has a kids. If kids were all about life, then why do he need you? See, atosheke anakuja kukuuliza nini? The more that you receive recording, we are still continuing. Iyo unahisi watoto wangu, pia huyo msichana, huyo binti ni mtoto wa watu. Usichukue, you know what, you are not supposed, and it is even in tradition, it's expected. Ukichukua msichana wenyewe, yes, uko na watoto, uko na 5 baby mamas, that's yours. Ukiamua umechukua binti ya mtu umemleta kwako, lazima upige ripoti kwao, ajulikane mnakaa na yeye kama nani. Cause hata kacha wazazi walijua. Unaweza danganyika hivyo. Anakaa na wewe kama nani? Kama ni kukua, yes, ukuwe, so that you don't sell your wife rights. Kama ni amekuajiri kama house help, ijulikane unangoja mshahara ili kieleweke. But ati sasa sababu akona, yes, they are a blessing. Umeona binti ya mtu, utaenda uchukue ukuje uweke kwako. Usijiletee laana, lazima upige ripoti kwao, useme unakaa na yeye kama nani. Ndio julikane kama umeamua umepata mtu wa kusmash, mahari utapeleka, alafu na it's expected you treat her as a wife. Binti mtu, yes, kids are blessings, I'm not opposing that. Na uko na watoto mahali,
But you know, even if you are married now, there is a married man watching me who will watch this video. But if in this life you become a widower, God forbid, you have kids, yes, they are grown, but kaile widower hizi unataka mtu maybe hata ile kusmash sasa si sana, we unataka mtu tu mnaongea na yeye mnapika. Sasa umezeeka, yes, hata kama unahitaji wekele mkono maybe dakika hiyo si sana. Sasa unataka companion, uamue unaendea a lady who is past menopause, or those ladies who are, sorry to put it, barren, like they can't bear kids. You are still expected kwenda kumlipia mahari. Si ati sababu sasa hana watoto wako hutamlipia mahari. Hey, so hata ukichukua kama mke wako alienda na kaenda na watoto, uchukue, si ati ushinde ukimwambia sasa yule ati sababu na ako na watoto die bibi. Kama kuna kitu unahitaji kwa huyu mwenye hata maybe yeye ako na watoto, hana plans za kukuzalia, but I'm seeing it, ukamchukua bado utamlipia mahari. Si ati sababu na mkae nayo namfanye bibi, utamlipia mahari na umpe mahali pa kuzeekea. Hata yule barren lady, if you marry her, you are a widow or you want a second, you marry a barren woman, you still pay dowry for her. So you can't, wezi chukuliwa na mwanaume akufinyilie ati sababu wewe hujampa mtoto na kuna mwanamke mwingine amempa mtoto. You just got to know our rights. Hey, do not sell your wife rights. Kama mwanaume ameona kuna kitu anahitaji kwa hiyo sasa kuna watoto but anakuhitaji, you got rights. Got to keep you well, treat you as a wife, and then mkue kichwa moja, mkue na huyo mwanaume hapo, hata yeye akafeel strictly sikuje wewe ndiye mko na yeye, wewe ndiye unachukua hiyo aibu, but wewe ndiye utachukua hiyo aibu, but sasa ile ako na pesa, wewe si mwenye anaambia ako na pesa, kuna mwenye kwenye anasukuma. Sasa ikifika hapo ndio unaona, you just decide mtu akae kivyake, na wewe kile kitu tunapata unasukuma nyumbani kwa sababu ndio anaweza kuokolea maybe in case of anything, instead of now wasting yourself. Cause yeye ametoka kulipa mama, sasa anataka mama fuawa mfulia boring. And now, having given my side of the story, I can, without fear of contradiction, categorically state that separated men, yes, are looking after a housemaid, wafanyia house chores bure, and maraya wa kutoba bure. Hiyo siku yote anatoka Nairobi, anapita Koinange, anapita Githurai, agenunua na huko. Anaona hata nunua ile 500 itagharamika. 500 maybe ya nyumba, alafu ampe 500 ama amlipe 200. Zisitumike, hizo atasukumia bibi yake. Sasa akuja ameniambie tokea kwa Mwanya ili apate maraya wake wa kutoba bure. That's, if you're not careful, a separated man will just 5 years maraya wa kutoba bure. There are no apologies. It's what is in the cloud. Utakanyure ile dage menya kare rita. Otari uragerera wone uri urakuota mundu utari kiene dogi menya. But that is it. If you get in the situation, know that you are worth. Even if you are not there to give him kids, you are still worth. Akapiga report kwa na 7 sasa amekuchukua yani bibi yake. Hata kama hautamzalia atakulipia mahari. Hiyo kumfulia kumpikia. Itabidi ameshukuru sababu wewe ni mtoto wa watu na watu walikulea. Yes, you just have to be treated right. Don't sell yourself wife rights to in the advantage of other women who are also having their lives. Alafu ujue sasa this straight wako very like him because yes anasukumwa body yake haijatulia hivyo, bado kuna mahali anaenda anasmashwa na anapoa za sabuni. Sasa wewe utakuwa mjinga, wewe ukae na mtu mpeage nasmashwa bure, alafu nakwambia wewe ni kitu kikubwa. Wewe sasa ni mama kikubwa, inafaa ukuwe na kitu unafanya na unajinunulia vitu sababu mimi nalea watoto. Ndio apate mjinga wake wa kusmash bure. It's up to you. Ukitaka kujipikisha maraya bure, kama ni maraya tu kiamua maraya, sifanyishwe kama hiyo nilifanyishwa Tinwax alafu nikatoka na time ya 50. Ndio kwa ina game lipishana na mtu ni 500. Yes, toka ile 500. Sasa kwa 500 atajinunulia yogurt, na sabuni.
kile kitu umemiss, hata kanyama umemiss kanyama but hii nakada kupigisha mara ya bure, hiyo nimesema it's a no. If you feel like yes you have that and that was enough for you, then mbona unahitaji watu wengine? Wewe kaa hivyo maisha yako, kuna mtu anakuja kujileta kwako na bunduki. Is there any important part I have left out? Check out. I'll be back. It's always a pleasure to have you on board. Thank you and welcome. Be wise. See you.